Aprili 9 mwaka huu 2026, wakati Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akitimiza mwaka mmoja tangu alipokamatwa huko mkoani Ruvuma na baadaye kufunguliwa mashtaka ya uhaini, kuna habari mbaya. Je, ni nini kinaendelea nyuma ya pazia? Mwaka mmoja umepita tangu kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu, lakini swali kubwa linaendelea kubaki. Je, hii ni kesi ya haki au ni mchezo wa siasa? Sasa, bila kuingia kiundani kuhusu yaliyojiri wakati huo na yote yaliyoendelea tangu wakati huo, kwa kifupi tu, kesi hiyo si ya kisheria, ni kesi ya kisiasa. Ukamatwaji wenyewe ulikuwa ni wa kisiasa na si wa kisheria, na mchakato mzima wa kesi yake umekuwa ni wa kisiasa. Ikumbukwe kwamba katika moja ya hotuba zake za mwisho kabla ya kukamatwa, Mheshimiwa Lissu alianza kuongelea kuhusu wimbi la ufisadi, na katika hotuba moja alizungumzia kuhusu ufisadi mkubwa unaofanywa na mtoto wa kiume wa Samia Suluhu Hassan anayefahamika kwa jina la Abdul. Ndiyo ikaharakisha kuwasukuma hao viongozi kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu anahifadhiwa ili asiendelee kuongea kuhusu huo ufisadi. Lakini katika hatua ya kwanza ya kesi hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za Mheshimiwa Lissu, na ilionyesha bayana kwamba kesi ile haitozingatia sheria bali itazingatia matakwa ya kisiasa. Na kwa hakika kesi ilipaswa iishie kule katika hatua ya kwanza, yaani hiyo hatua ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Hata hivyo, wakafanikiwa kuirusha na kuipeleka mahakama kuu, ambapo ilichukua muda mrefu kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwenda mahakama kuu, na ilivyofika mahakama kuu, ngonjera ikaendelea kuwa ile ile kama ya kule Kisutu. Kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za Mheshimiwa Lissu. Mapingamizi yake mbalimbali yametupiliwa mbali na majaji wanaosikiliza kesi hiyo. Lakini kama hiyo haitoshi, upande wa mashtaka ukafanikiwa tena kutengeneza mbinu nyingine ya kuchelewesha kesi hiyo. Kwa sababu licha ya kwamba kesi imesimama muda huu, kesi hii ilisimama kwa takriban miezi mitatu. Ilisimamishwa mwezi Oktoba na baadaye kuanza mwaka huu wa 2026. Na muda mfupi ambayo imesikilizwa mahakama kuu, upande wa mashtaka umekata rufaa, na sasa kesi inasubiri kuendelea katika mahakama ya rufaa, ambapo kulikuwa na jitihada za kumhusisha Mheshimiwa Lissu na matukio yaliyojiri Oktoba 29. Na nyote mnafahamu kwamba yaliyotokea Oktoba 29 ni maamuzi binafsi ya Samia Suluhu Hassan, ambaye aliwatuma watendaji wa vyombo vya dola kuchukua hatua. Kwa hiyo kulikuwa na jitihada za kutaka kumhusisha Mheshimiwa Lissu na hayo yaliyojiri. Lakini kubwa zaidi ni kuwa kesi hii ni ya kisiasa. Kibaya zaidi ni kwamba mazingira ambayo mheshimiwa amekuwa jela tangu mwanzo yamekuwa sio mazuri. Amelalamika mara kadhaa kunyimwa uhuru wa kuwasiliana kwa faragha na wanasheria wake na viongozi wa chama chake, kuzuiliwa kukutana naye. Lakini kikubwa na cha kusikitisha zaidi ni kwamba amewekwa sehemu ya wafungwa waliohukumiwa kunyongwa. Kwa lugha nyingine, huyu sio mfungwa anayesubiri hukumu, bali ni kama tayari amehukumiwa. Kwa hiyo ni kama mfungwa ambaye tayari amehukumiwa kisaikolojia. Kuwepo katika eneo lile ni kama kumkumbusha kwamba adhabu yake inaweza kuwa kifo kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Sasa katika mazingira ya kawaida, hakuna uwezekano wa mahakama kutenda haki kwa Mheshimiwa Lissu, kwa sababu mfumo mzima unaonekana kuendeshwa kisiasa. Ukweli mwingine mchungu ni kuwa afya ya Mheshimiwa Lissu sio mzuri. Alinusurika jaribio la kuuawa mwaka 2017, lakini bado ana risasi mwilini na ana uhitaji wa matibabu ya mara kwa mara ambayo hajayapata kikamilifu akiwa gerezani. Kwa hiyo tayari anakabiliwa na adhabu kubwa ya kunyimwa haki ya matibabu. Moja ya mikakati inayozungumzwa ni uwezekano wa kuhukumiwa kisha kupewa msamaha baadaye ili kuonekana kama huruma ya kisiasa. Lakini pia kuna madai ya kuwepo kwa vitisho vya usalama wake na jitihada za kumhusisha na matukio mengine ya kisiasa. Kutaka kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu, pia kuna jaribio la kumhusisha na mauaji ya maelfu yaliyojiri Oktoba 29. Sasa wanaharakati mbalimbali wamefikia maafikiano kwamba njia za kisheria haziwezi kumnusuru Mheshimiwa Lissu,
njia pekee inayozungumzwa ni kufanya maandamano ya kumtoa gerezani. Je, maandamano hayo yatafanikiwa? Hilo ni jambo ambalo bado linajadiliwa. Na lini yatafanyika? Wanaharakati wako katika hatua ya mazungumzo na kupanga mikakati ya utekelezaji. Hizi ni habari njema kwa sababu Mheshimiwa Lissu yupo jela kwa sababu ya kuwapigania Watanzania. Habari njema zaidi ni kwamba angalau pia baadhi ya watu wa Chadema wamekuwa wakiongea na wanaharakati hawa. Inaonekana kuna hali ya kuelewana, si kwamba wanafanya kazi pamoja moja kwa moja, lakini kuna dalili ya kuwa na mwelekeo mmoja, kwamba njia za kisheria haziwezi kumsaidia. Na haiwezekani watu wakae tu kusubiri, wakishangilia kesi mahakamani, kisha wakirudi nyumbani, huku yeye akiendelea kuteseka peke yake. Kwa hiyo kuna haja ya hatua fulani kuchukuliwa. Ndiyo maana kuna harakati zinazoendelea, na baadhi wamefikia hitimisho kwamba njia pekee ni kutumia nguvu ya umma kumtoa gerezani. Je, itafanikiwa au la? Hilo ni jambo ambalo bado linajadiliwa. Lakini wakati haya yote yanaendelea, kuna mambo kadhaa yamejitokeza ambayo yanaweza kuwa changamoto katika mpango huu wa kumnusuru. Moja ya mambo hayo ni mkutano uliofanyika hivi karibuni kupitia mtandao wa kijamii wa Discord. Katika mkutano huo, wanaharakati mbalimbali wa Kitanzania walioko nje ya nchi walishiriki na waliwaalika watu mbalimbali ikiwemo Askofu Bagonza pamoja na Jenerali Ulimwengu. Katika mazungumzo hayo, Jenerali Ulimwengu alisema wazi kwamba yeye binafsi hawezi kumtuma mwanawe kwenda kwenye maandamano. Kauli hiyo ilitafsiriwa tofauti na baadhi ya watu, wengine wakidai kuwa ni kama anajaribu kuwazuia vijana kushiriki. Hali hiyo ilisababisha mijadala mikali na kurushiana maneno, lakini yeye alisisitiza umuhimu wa kusikilizana na kuwepo kwa mawazo mbadala. Alieleza kuwa kwa mtazamo wake, maandamano katika mazingira ya sasa yanaweza kuwa hatari zaidi, na akasisitiza kuwa kuna haja ya kutafuta njia nyingine. Kwa upande wake, aliona kuwa kuandaa maandamano katika hali iliyopo ni sawa na kuwaweka vijana kwenye hatari kubwa. Hata hivyo, kama alikuwa sahihi au la, hilo linabaki kuwa maoni ya kila mtazamaji. Katika mkutano huo kulikuwa na baadhi ya washiriki ambao hawakupata nafasi ya kuzungumza, jambo ambalo pia lilizua mijadala mingine. Habari njema ni kwamba kuna mazungumzo kati ya wanaharakati na baadhi ya wanasiasa, na inaonekana kuna kuelekea kuwa na msimamo mmoja kwamba hatua fulani inahitajika kuchukuliwa. Hata hivyo pia kumekuwa na mijadala na tofauti za maoni kuhusu njia bora ya kufikia lengo hilo, ikiwemo mijadala iliyofanyika kupitia mtandao wa Discord, ambapo baadhi walipinga maandamano kwa sababu za kiusalama na wengine kuunga mkono. Aidha, kumekuwa na mijadala kuhusu ushirikishwaji wa wadau mbalimbali na namna ya kupanga harakati hizo kwa ufanisi. Pia kuna wazo lililotolewa kuhusu kutumia mashindano ya AFCON yatakayofanyika Tanzania, Kenya na Uganda kama fursa ya kufanya maandamano au kuonyesha msimamo wa wananchi. Hata hivyo, wazo hilo limeleta tafsiri tofauti, baadhi wakidhani ni kusubiri hadi 2027 bila kufanya chochote, jambo ambalo halikuwa lengo lake. Kwa ujumla, mijadala inaendelea na mikakati bado inapangwa. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na haya yote? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.